wote ni wafanyakazi wa jumba la kifalme. Alafu kuna Bishangazi akawa na timba, ni tipwa bana, ni mayele, sogea huko. Ni anajidaba kwa sababu yeye ndo bosi hapa. Afu akasimama kinyang'ao namna hiyo, anaangalia, anazumu. Bishangazi ni anambwembwe kinoma noma, na huyu Bishangazi anakwenda kwa jina la Madam Alice. Najua kila mtu anatambua kwamba sheria kwenye hii nyumba ni kitu muhimu. Simama vizuri binti, simama kama vile umekula wewe, unakula viazi au unakula ugali au unakula mlenda. Bishangazi ni alikuwa anambwembwe kinoma noma, hapendi masiara hata mara moja. Nadhani kila mtu anatambua hapa kwamba kuzingatia sheria ndio jambo la kwanza, na kila mtu aliyoko hapa yupo kwa sababu ya Prince. Hakuna mtu mwingine, na sio muda mrefu Prince anaenda kukamatia nafasi ya kifalme. So kila mtu inabidi ajitahidi kwamba awe ni mkakamavu na afanye kazi kwa weledi, kwa sababu kwa sasa hivi hamtomtumikia Prince tena, mnaenda kumtumikia mfalme. Kwa inabidi muwe na nidhamu bana. Mabinti ni wanatabasamu tu pale. Hivi unajua kwamba Prince hawezi kuwa mfalme kabla ya kuoa? Nadhani kila mtu analitambua hilo. Na muda si mrefu mchumba wa Prince anakuja. Sasa ole wenu. Na wajua ninyi ni watu ambao mnapenda sana kujiwekaweka karibu na Prince, lakini mimi waga sifanyagi hivyo, ila ningependa sasa hivi iwe zamu yangu niwe naenda kumpelekea Prince chakula kwenye chumba chake. Mnamsikiliza mwenzenu ujinga ambao anaongea. Huwezi kuipata hiyo nafasi. Huwezi. Kila mtu anasimama kulingana na nafasi yake. Bidada alijisikia vibaya baada ya kuweza kuambia kwamba hawezi kupewa nafasi eti ya kumpelekea Prince msosi kwa sababu kila mtu ana nafasi yake. Huku upande wa pili tunamwona huyu mshikaji. Huyu ndo Prince bana, na muda si mrefu Bishangazi akatimba hapa na alikuja na wadada wa kazi. Prince, heshima yako, nimekuletea vijakazi waweze kukuliwaza. Lakini mshikaji akasema hakuna shida, ni jambo zuri pia, lakini kwa sasa hivi sidhani kama inafaa, nilikuwa naomba uweze kuwatoa. Basi Bishangazi akawa anawatoa pale na akawaingiza wengine. Bishangazi ni namwembo, hapana, nimaanisha kwamba sihitaji kabisa huduma zao. Walikuwa wakimtupia maua Prince pale. Jisikie huru Prince, kuwa na amani. Lakini Prince alikuwa hahitaji mtu. Tafadhali, sihitaji mtu hapa. Prince, nadhani ungetulia bana, au hapo kwa sababu ya kukupatia burudani. Enjoy bana. Mimi nadhani sina muda wa kuenjoy kwa sababu muda si mrefu nimetoka kumzika babangu. Sidhani kama inafaa mimi kusherehekea, nipo kwenye wakati mgumu. Aya, nye vijakazi, tokeni nje. Na kuelewa Prince wangu, neno lako kwangu ni amri tu. Basi wale vijakazi wakawa wanajichenga pale. Huyu Madam Alice bana, yeye ndo kiongozi mkuu wa wafanyakazi wote hapa ndani. Lakini mshikaji alikuwa hahitaji kabisa burudani zao, kwani anavyodai ni kwamba ametoka kumzika babake sio muda mrefu. Yani inamaanisha kwamba mfalme wa jumba la kifalme amepoteza maisha na amebaki Prince peke yake. Wakati mwingine tunamwona bidada anakwenda kwa jina la Naira, alikuwa akigawa msosi hapa kwa wafanyakazi na ndio jukumu lake. Muda si mrefu simu iliita na alikuwa ni mamake na alikuwa akifoka kweli. Tafadhali Naira, nilikuwa naomba urudi nyumbani kwa sababu umeshakaa huko Abuja kwa muda mrefu. Rudi Lagos bana. Lakini bidada akansema hapana mamangu, umebaki muda kidogo tu, tafadhali nivumilie, nitarudi mama. Bidada alikuwa akifokiwa vibaya mno na mamake, lakini anachodai ni kwamba atarudi muda si mrefu. Madha alikuwa ni wa moto usio poa. Bidada kugeuka ghafla, huwezi kuamini kwamba akawa amemwona Prince bana. Huyu bidada akimwona Prince huwezi kuamini kwamba anapagawa. Alibaki amestaki. Mamake anazungumza kwenye simu lakini kaishusha simu chini. Mamake anabaki anaongea peke yake. Bidada anajikuta anamsogelea Prince pale, na Prince akawa anamwangalia, mbona huyu demo ananiangalia sana? Kwani kuna shida? Bidada macho yote yako kwa Prince tu. Mfanyakazi ndo akawa anamshtua, wewe vipi? Nipe msosi huo. Basi bidada akawa anamgawia msosi pale. Muda si mrefu Malikia akatimba hapa, mama yake na Prince, yani namaanisha ni Malikia kwenye hili jumba la kifalme, na akamwangalia binti pale. Basi akaendelea na shughuli zake. Alimfuata mtoto wake. Mwanangu, nakuona, lakini vipi, mbona hauna hata maji? Mama, niache nifanye mazoezi. Lakini mama alikuwa mkali, kwani mtoto wake anafanya mazoezi bila hata kuwa na maji ya kunywa. Utaumwa mwanangu. Hapana mamangu, mimi najiaminia, ni ngangali, unaelewa? Inabidi uweze kujijali kwa sababu wewe kwa sasa hivi ni mfalme. Uweze kuwa unapasha peke yako. Lazima vijakazi wao pembeni wakiwa wamekushikia maji bana. Unazingua, unakosea bana. Wewe mtu gani yani kwenye jumba la kifalme hili? Wewe ndio umekuwa mbishi kuliko wote. Lakini mshikaji alikuwa amsikilizi mamake. Anaendelea kupiga matizi tu pale. Mwamba anapenda mazoezi vibaya mno. Basi Malikia na vijakazi wakawa wanajichenga pale, mshikaji akiendelea na mazoezi, kwani Prince anapenda kufanya mazoezi. Basi bana, wakati mwingine Prince aliitwa na mamake. Mamake kamuita Prince hapa
hapa kwa sababu moja. Unajua kwa sasa hivi Prince inabidi aweze kushikilia nafasi ya kifalme, yani ndio inabidi aweze kuwa mfalme, lakini hawezi kuwa mfalme kabla hajaoa. Yani sheria za ufalme huu ni lazima mtu kabla hajaweza kukalia kiti cha kifalme ni lazima awe ameoa. Na Bishangazi alikuwa akimwambia wala usijali, itabidi uweze kumuua binti kutoka kwenye ufalme jirani na tumeshamwandaa na yuko radhi kabisa kuweza kufunga ndoa na wewe. Mshikaji akawa anamwambia, kivipi? Mimi kiukweli siwezi kuoa mwanamke ambaye simjui wala sijui kukutana naye, kivipi nioe tu? Bishangazi akawa anamwambia wala usijali, kila kitu kiko sawa mwanangu, atakuja hapa utamuona, then utaangalia mwenyewe kama utampenda ama la. Mshikaji kuna namna alikuwa akitia uzito, yana anatia ukakasi, hawezi kumuoa mwanamke ambaye hampendi wala hamjui. So Bishangazi alimwahidi kwamba atamleta huyu binti hapa ili mradi mshikaji aweze kumwona na wazungumze mawili matatu ili mwamba aone kama je anamfaa ama la. Basi mwamba akamwambia hakuna shida. Kwa hilo mshikaji ilibidi aweze kusikiliza mawazo ya mamake na akamwambia basi no problem. Basi hapo Madha ndo akachekelea bana, akawa anasimama, mwanangu wewe ndo tumaini langu kwa sasa, si unajua babako hayupo tena, wewe ndo babangu kwa sasa. Alafu Bishangazi akawa anajichenga pale. Mshikaji kaona kweli kazi ipo kwa mwanamke ambaye sijai kumuona hata siku moja, lakini akapiga moyo konde. Huko upande wa pili tunamwona bidada ambaye anaitwa Naira akiwa na rafiki yake, ni mfanyakazi mwenzake, na Naira alikuwa naombi kwa huyo mfanyakazi mwenzake. Kiukweli mimi natamani niweze kupata nafasi walau tu wa kumpelekea chakula Prince. Tafadhali nilikuwa naomba unipe favor kidogo. Favor gani yani unachokimaanisha ni? Favor gani ambayo unaitaka? Kikubwa hiyo favor yako isiwe ni masuala ya pesa. Kama ni masuala ya pesa umenikosa hapo. Mimi pesa ninayo. Ukihitaji hata pesa nitakupatia. Kweli utanipatia pesa? Vizuri. Ukiniambia ni favor gani? Nilikuwa naomba siku ambayo natakiwa uweze kupeleka chakula kwa Prince, unipatie hiyo nafasi nipeleke mimi. Ndio kabaki anashangaa, tafadhali nisaidie kwenye hilo. Ni jambo gumu na siwezi kukupromise, ila nitajitahidi kwenye hilo, ila ni vigumu sana kuweza kufanya hivyo. Tafadhali naomba nisaidie, ni muhimu kweli, ni muhimu sana. Basi rafiki yake alimwahidi kwamba ataweza kumsaidia, badala ya kupeleka chakula kwa Prince atampatia huyu bidada aweze kumpelekea chakula Prince. Sijui ni kwa sababu gani anahitaji kuweza kuonana na Prince, ila alikuwa akihitaji kabisa rafiki yake aweze kumsaidia walau tu aweze kupeleka chakula kwa Prince, kwa sababu alikuwa akihitaji kabisa aweze kupata nafasi ya karibu, kwani kuna kitu anahitaji kuweza kuzungumza na Prince. Basi bana, wakati mwingine tunamwona Prince Nathan alitimba na alikuwa amependeza kinoma noma. Siku ya leo ndio siku ambayo mshikaji anakutanishwa na mtoto wa kike ambaye anatokea kwenye ufalme wa jirani, huyo ambaye ndio future wife wake. Mother alikuwa akimsifia, mwanangu umependeza vibaya mno, nikikuangalia kama namuona baba yako hivi. Sure, hakika kabisa mwanangu. Basi mdogo mdogo wakawa wanajichenga pale kwenda kupokea ugeni bana. Ugeni ulitimba bana, chombo wewe chikibidada anavukula mastepu. Tena ni mlembo vibaya mno. Na bidada anakwenda kwa jina la Saraya, ni mtoto mlembo kutoka ufalme wa jirani. Karibu sana binti. Asante Malkia. Jamani wewe ni mlembo mtoto. Mshikaji kabidi amsifie bidada kwamba ni mrembo, na kabidada kaka anamshukuru mshikaji juu ya sifa ambayo amekapatia. Alafu then wakashikana mikono wakawa wanajichenga zao pale kuelekea ndina. Wewe Madam Alice ndo alikuwa happy kinoma noma. Changamka jamani, changamkeni hapa. Prince kapata chamba wewe. Basi bwana alipata time wakawa wametulia zao, wanapata moja moto moja baridi, story kama zote ni katika namna tu ya kuweza kuzoeana. Yani mshikaji alihitaji kabisa kuweza kumjua mtoto wa kike, na bidada vivyo hivyo alitamani kuweza kumjua mshikaji zaidi. Story nyingi zilipigwa kati ya mshikaji pamoja na huyo bidada ambaye anaitwa Saraya, na mshikaji anakwenda kwa jina la Prince Nathan. Basi mdogo mdogo wakaendelea kula misele kwenye jumba la kifalme. Kiujumla mshikaji aliridhia kabisa, huyu binti amempenda, na alikuja kumpatia mama yake majibu kwamba mambo ni ya pechi ya lolo, nimempenda, binti yuko poa, anafaa kabisa kuwa malkia kwenye hili jumba la kifalme. Mama huwezi kuamini kwamba ndo furaha yake, siamini kabisa mwanangu kwamba hatimaye sasa kila kitu kiko sawa. Mother alikuwa happy. Madam Alice wewe ndo anachekelea vibaya mno akiona Prince amepata jiko bana. Huku upande wa pili, upande wa jikoni, siku kama kawaida watu walikuwa wakipewa vyakula pamoja na vinywaji waweze kuvisambaza. Basi huyu bidada ambaye ni rafiki yake na bidada Naira alipewa mzigo kwa sababu ya kuweza kumpelekea Prince. Bidada alivona akaona mbona kama hii ndo nafasi, akaona hapana jamani tafadhali anakuja, sio muda. Bidada akawa amejichenga, una matatizo gani tena? Nini ambacho kimemkumba? Sinabidi akasambaza vyakula huyu.
kawapelekea hata wewe. Basi huyu mshikaji ilibidi aweze kulibeba ile jukumu, huku bidada uweze kuamini kwamba alimfuata yule rafiki yake. Tafadhali, hii ndo nafasi ya pekee. Rafiki yake akawa anamwambia kuna shida, lakini jitahidi kuwa makini. Nitakuwa makini, tafadhali usiniponze wala usijali, kila kitu kiko sawa. Basi bidada ambaye anaitwa Naira akawa anapewa kile kikapu ili mradi aweze kumpelekea Prince mahitaji yake, na kilikuwa ni kinywaji kwa sababu ya Prince ambaye anaitwa Nathan. Basi bidada mdogo mdogo akawa anaelekea kwenye jumba la Prince. Alitimba mpaka ndina, aligonga, lakini Prince alikuwa zake bafuni. Akamwambia tu weka mzigo hapo. Basi bidada akawa anaweka vitu pale, lakini hakutaka kuondoka kwa sababu nia yake ni kuonana na Prince. Prince kutoka akabaki anashangaa, mbona wewe sio mhudumu ambaye ananihudumiaga siku zote? Alafu kama vile nakujua, nishakuona sehemu, si ndio? Bidada ni kwamba Amini anamwangalia Prince. Amini alimkumbatia pale. Bidada uzalendo alimshinda, alimkumbatia Prince. Mshikaji kabaki anashangaa, kiukweli sikutegemea kama tungekutana kwa design kama hii. Nimeitafuta hii nafasi kwa muda mrefu, hatimaye sasa Mungu amebless. Nafasi gani? Sikuelewi nini ambacho nakimaanisha. Kiukweli unikumbuki, yani unikumbuki kabisa. Jalen, niangalie kwa makini, ni mimi hapa Naira. Mshikaji hamna kitu chochote ambacho nakikumbuka, kwani kuna jambo lolote ambalo mimi na wewe tuishashare? Alafu umesema unaitwa Naila, si ndio? Yes, naitwa Naila na wewe ni kijakazi hapa ndani. Sasa sikia nikwambie kitu kimoja, kwa usalama wako toka nje, kwa sababu wakija hapa walinzi ama wasimamizi wa vijakazi watakuletea shida. Tafadhali nilikuwa naomba uende. Jamani, kwamba unataka kuniambia kwamba unikumbuki kabisa? Hii inawezekanaje? Okay, hakuna shida, nitakusaidia kuweza kurudisha kumbukumbu. Akawa anamshika mshikaji, maybe atakumbuka, lakini mshikaji hakuna kitu ambacho anakikumbuka. Tafadhali, inaonekana hauko sawa. Mshikaji akaona huenda huyu bidada anakauchizi kidogo, anakaukichaa. Mimi nakuelewa na siwezi kufanya kitu kibaya dhidi yako, ila wala usijari, nitakusaidia kwenye hilo. Inabidi uweze kumtafuta daktari. Bidada akasema hapana, haiwezekani. Kivipi anikumbuki? Hii inawezekanaje wakati nyakati zote waga tunakumbukana? Hii imewezekanaje anikumbuki? Bidada akasema hapana, haiwezekani, lazima unikumbuke bana. Mimi ni Naira mpenzi wako. Ngoja nikuoneshe kitu. Akawa anamuonesha alama pale. Hii alama hata wewe unayo, ya kwako iko hapa. Basi bidada huwezi kuamini kwamba anaangalia kwenye mkono wa mshikaji. Tafuta alama, lakini kwenye mkono wa mshikaji alama haipo. Sugua na wewe, huenda alama itajitokeza, lakini alama hakuna. Umeona alama? Hamna alama. Mimi ni mtu tofauti, yaani mtu ambaye unamtafuta wewe ni tofauti na mimi kabisa. Ndio maana nimekuambia hivi, kama hauko sawa mtafute daktari, mimi ninaweza kukusaidia. Hapana jamani, ni wewe Jalen, tafadhali. Mimi sio Jalen. Bidada akimshika mshikaji anamtoa mkono. Tafadhali usijaribu kuweza kufanya chochote, nikiminya hii alarm basi walinzi wanakuja, sio muda mrefu na utaikosa kazi. Tafadhali naomba utoke. Jamani Jalen, mimi sio Jalen, mimi ni Prince Nathan, naomba utoke, la sivyo nitabonyeza hii alarm. Bidada akaanza tafadhali, akaona shit, come on. Basi bidada akawa anajichenga. Mshikaji ndo akapumua bana, huyu binti ameniletea uchizi hapa. Mwamba akajua labda bidada amechizika. Basi bidada ile anatoka, huwezi kuamini kwamba akakutana na huyu Madam Alice. Wewe rudi kengele wewe, nini ambacho kimekuleta hapa? Njoo mimi nini ambacho anakifanya hapa kwenye nyumba ya Prince? Huwezi kuamini kwamba huyu madam alimkamata mkono, utaenda kueleza leo. Na huwezi kuamini kwamba madam alimtimua bana, alimfukuza bidada kazi. Bidada alitimliwa kwenye jumba la kifalme kwa sababu amevunja sheria, kwani aliingia kwenye nyumba ya Prince bila kupewa permission. Basi bidada baada ya kuweza kufukuzwa kwenye jumba la kifalme akaona hakuna shida. Basi alimwomba mtu aweze kumtafutia passport na alimletea, ili mradi aweze kusafiri kuelekea zake Lagos bana. Ila ilikuwa ni huzuni kwa upande kwa sababu kitu ambacho kilikuwa kimemleta hapa Abuja kimeshindwa kuweza kufanya kazi, yani hajafanikiwa kabisa. Huku upande wa pili tunaona Prince alikuwa akiota ndoto fulani hivi, na kwenye ndoto yake anamuona huyu mwanamke ambaye anaitwa Naira, na kumbukumbu hii inamuonyesha kwamba yeye na Naira waliweza kupoteza maisha, na siku hiyo walikufa kwa sumu. Walikufa kwa pamoja wote wawili, kati ya mshikaji ambaye anaitwa Prince Nathan pamoja na yule bidada ambaye anakwenda kwa jina la Naira. Basi mshikaji alishtuka pale. Inawezekanaje? Mwamba kabaki anashangaa, kivipi nimuone huyu binti kwenye ndoto yangu alafu tukiwa tunakufa? Basi alichokifanya akawaita vijakazi ambao waga wanakuwa karibu na yule bidada ambaye anaitwa Naira, na akawa anamuulizia, lakini vijakazi wote walimwambia kwamba ameshatimliwa, yani Madam Alice amemfukuza kwa sababu alivunja sheria. Mshikaji akabaki anashangaa,
Na alichokifanya mwamba, akaona asipoteze muda bana, ikabidi aweze kumuita Madam Harris, na alimpa amri kwamba inabidi aweze kumrudisha yule bidada ambaye anaitwa Naira, lakini Madam aligoma kuweza kufanya hivyo, lakini mshikaji akamwambia ni amri. So Madam hakuwa na namna, inabidi aweze kufuata amri ya Prince ambaye anakwenda kwa jina Ranathan, kwa sababu anachokitaka mshikaji ni kwamba bidada Naira hawezi kurudi kwenye jumba la kifalme, na alifanya hivyo. Oya, chap chap, rudi kwenye jumba la kifalme. Bidada alipouliza ni amri ya Prince, rudi chap chapu. Basi bana, huwezi kuamini kwamba baada ya masaa 24 bidada alirudi kwenye jumba la kifalme na alikutana na Prince. Hapa nimekuita hapo kwa sababu moja, nahitaji kujua kila kitu. Hivi wewe ni nani? Nahitaji kujua kila kitu. Na bidada akanamwambia, vipi, kuna kitu umekikumbuka au? Mshikaji akamwambia hapana. Vipi, wewe ni mchawi au? Wewe ni mchawi? Niambie, wewe ni mchawi? Bidada akawa anasema hapana, mimi sio mchawi bana, wewe ni mchawi, kwa sababu tangu nimezaliwa sijawahi kuota ndoto, lakini tangu nimekutana na wewe kwa mara ya kwanza nimeota. Hii inawezekanaje? Wewe ni lazima ni mchawi. Niambie, wewe ni nani na ni kwa nini umekuja kwenye maisha yangu? Bidada akasema nimekuja kwenye maisha yako kwa sababu wewe ndo kila kitu kwenye maisha yangu. Nimekuja kwa sababu yako, yani kwenye maisha yako nimekuja kwa sababu wewe ni wa kwangu mimi. Mshikaji akabaki anashangaa, naona analetea drama. Ndio, muda si mrefu simu ya mshikaji ikawa inaita, na mshikaji akamwambia usijaribu kwenda popote pale, nitatafuta muda mwingine mimi nawe tuweze kuzungumza na uniambie kila kitu, nini ambacho kimekuleta kwenye maisha yangu. Basi mshikaji akawa anaongea na simu pale, na alikuwa ni mamake mzazi, alikuwa amempigia simu kwani alikuwa akimhitaji, yani madhake na mshikaji ambaye anaitwa Prince Nathan. Basi mshikaji akawa anamwaga mtoto wa kike pale, Nathan, tutaonana kwa wakati mwingine, usijaribu kuweza kunikimbia. Alafu mshikaji akawa anajichenga. Bidada alikuwa akijisikia vibaya kwa sababu mshikaji hana kumbukumbu yoyote, amkumbuki kwa lolote. Basi bana, huko bidada alizidi kusumbuliwa na mamake mzazi. Jamani mama, nimekuambia nitarudi, nimekuambia hivi mtoto, we rudi. Unataka kuniua si ndio? Zaidi ya miezi 6 sasa hivi umekaa hapo, unataka kuniua mimi mamako si ndio? Tafadhali rudi nyumbani mwanangu. Jamani mama, nitarudi tafadhali, nipe muda kidogo tu, bado sijaimaliza kazi yangu. Kazi gani hiyo inayofanya? Kazi gani na ina maslahi gani huko? Mother alikuwa akilalamika kinoma noma. Huko mshikaji Prince, huwezi kuamini kwamba alizidi kuota ndoto, matukio, na siku leo alikuwa akiota namna ambavyo alikutana na yule binti. Binti alimtizama kwa jicho fulani, mshikaji akapagawa. Na mwamba hii ilikuwa ni ndoto alikuwa akiota. Mshikaji hizi ndoto zinazidi kumchanganya, kwani anazidi kumuota yule bidada ambaye anaitwa Naira. Hii inawezekanaje? Na akiota mkono unawasha. Pale ambapo mkono unawasha, kama vile kuna alama inaanza kujitokeza hivi, kama ile alama ambayo iko kwa bidada ambaye anakuwa jina la Naira. Muda si mrefu mshikaji alarm ikawa inagonga, ni time ya mazoezi. Basi mshikaji akaingia mtaani kwanza kupasha, na alikuwa amechoka kweli. Basi wakampatia maji. Kama unavyojua ni kwamba eneo lolote ambalo Prince anafanya mazoezi ni lazima vijakazi wawe karibu kwa sababu ya kuweza kumpatia maji. Kikweli gani, nimechoka vibaya mno. Zoezi la leo limekuwa ni hatari. Muda si mrefu bidada Naira akatimba. Mshikaji akawa na mshtua, wewe binti njoo hapa tuweze kuzungumza na nyie. Nendeni na mazungumzo na mtu. Basi mshikaji akawa anazungumza na bidada ambaye anaitwa Naira, kwani kwenye ndoto zake kila muda anamuota, na ni kitu ambacho kinamshangaza kweli mshikaji ambaye anaitwa Nathan. Na uwezi kuamini kwamba mazungumzo ya mshikaji pamoja na huyu bidada, huyu Malikia alikuwa akiyaona, na akawa anamuuliza huyu kijakazi, vipi, huyu binti ni nani ambaye anazungumza na Prince, na ni kwa nini wamesimama muda mrefu? Nini ambacho anakizungumza hapa? Unajua kabisa kwamba mwanangu sio muda anaenda kuoa, inabidi aweze kumuoa binti ambaye anatokea kwenye ufalme wa jirani. Kwa nini anaanza kuweka ukaribu na vijakazi? Alafu kumbuke kwamba hawa ni vijakazi ambao wako chini yako. Ni kweli madam, lakini huyu binti amekuwa ni tatizo kweli. Sina imani naye, nilimfukuza lakini mwanao kamrudisha. Sijajua wana ajenda gani na huyu binti, ila sidhani kabisa kama kuna usalama kati ya Prince pamoja na huyu binti. Kivipi? Inawezekanaje? Niitieni huyo Prince haraka iwezekanavyo, na huyu binti atimliwe kazi. Haitajiki. Siwezi kuwa na kijakazi ambaye anajaribu kuweza kufanya ndoto ya mwanangu isiweze kutimia. Huko mshikaji alikuwa akihitaji mtoto wa kike aweze kumwelezea ni kwa nini amekuwa akimuotaota na ni kwa nini amekuja kwenye maisha yake na yeye ni nani. Basi bidada ikabidi aanze kumsimulia mshikaji, mimi na wewe tulikuwa wapenzi na tulikuwa tukipendana kweli. Tulionana miaka 3000 iliyopita na kila baada ya miaka 100 tumekuwa tukizaliwa, yani kila baada ya miaka 100 tunazaliwa, na wakati wote tumekuwa tukifa pamoja, alafu then tunazaliwa pamoja. Mshikaji alikuwa akishangaa, vipi unaanza kuniletea hadithi za kwenye movie hapa, si ndio? Muda si mrefu huwezi kuamini kwamba kuna kijakazi akatimba, samani Prince, Malikia anakuita tena kwa muda huu, mwambie kwa sasa hivi niko busy. Hapana, amezungumza kwamba uende sasa hivi na ni yule pale anakutazama. Mshikaji kuangalia juu ni kwamba mamake anamtazama. Hakuwa na namna, inabidi tuende kumsikiliza mamake nini ambacho alikuwa akimwitia.
Basi akamwambia tutaonana kwa wakati mwingine, unielezee vizuri. Alafu mshikaji akawa anajichenga kwenda kuonana na Malkia ambaye ni mama yake. Mama vipi, kuna tatizo, kuna shido? Lakini Madha alikuwa ni mkali vibaya mno. Yule binti ni nani? Amna, sio kitu kwenye maisha yangu. Hapana, mimi nimekuona mmesimama kwa muda mrefu kweli. Wewe hujui kabisa kwamba unakaribia kuweza kuoa. Nilitambua hilo mama. Sasa kwani kuna shida au usiruhusiwi kuongea na mtu hapa ndani? Unazingua bana. Yule binti nimesikia kabisa kwamba alitimliwa kazi alafu wewe ukamrudisha. Una ajenda gani wewe na yule binti? Kitu gani kinaendelea? Mama, hakuna kitu. Hapana, mimi ni lazima nimpinge yeyote ambaye atakaa mbele kwenye ndoa yako mwanangu. Inatakiwa kila kitu kikae sawa. Unajijua kabisa kwamba wewe inatakiwa uwe mfalme kwa sasa hivi. Inatakiwa wewe uwe mfalme. Zingatia kitu ambacho nakwambia. Acha ujinga bana. Inabidi ukae mbali na huyo binti. La sivyo atapewa adhabu kali. Inabidi afukuzwe kwenye jumba la kifalme. Alafu Bishangazi akawa anajichenga ni kwamba yule binti inabidi atimuliwe hapa, la sivyo adhabu kali itamkumba, na adhabu zao kama unavyojua adhabu za kifalme ni kifo. Uwezi kuamini kwamba wakati mwingine binti alikuwa akiingia chumbani kwake, ghafla akabaki anashangaa, Prince kawafuata mpaka chumbani kwao. Prince katimba kwenye chumba cha wafanyakazi na akamwomba yule mwingine ajichenge pale. Anahitaji kuweza kuongea na huyu binti, tena wakiwa mtu mbili tu. Basi bila akawa anaogopa vipi, anahitaji kuninjunja maana au kuna kitu. Mshikaji akawa anamwambia, mamangu kiukweli hakuhitaji kabisa hata kukuona. Alichoniomba niweze kukuruhusu uende mbali. Amekelekwa na kwamba eti mimi nimekusaidia wewe kurudi hapa, lakini kilichonifanya niweze kukurudisha hapa ni hizo stori zako za ajabu, alafu kila siku na kuona kwenye ndoto zangu. Sielewi shida ni nini. Bidada akawa analalamika pale kwamba kivipi, inawezekanaje? Kwa nini unashindwa kunikumbuka? Mbona nyakati zote tumekuwa tukikumbukana? Yaani miaka yote ambayo tunazaliwa na kufa tumekuwa tukikumbukana. Kwa nini leo ndio unashindwa kunikumbuka? Na bidada alichokifanya akazidi kumkumbusha zaidi mshikaji. Kuna siku moja tulikuwa mimi na tulikuwa tumepanga tuweze kutoroka kwenye kijiji chetu na twende mbali tukaishi huko, lakini nilijisikia vibaya kwa sababu nilikuwa tayari nimeshakula sumu. Lakini sio mimi peke yangu, hata wewe pia ulikuwa tayari umekula sumu. Tulijikuta tunakufa wote, mimi na wewe kwa pamoja. Na lakini baada ya miaka 100 kuweza kupita, tulikuja kuzaliwa tena na tukiwa na kumbukumbu. Na sio miaka 100 tu, tulianza kuzaliwa kila baada ya miaka 100. Mimi na wewe tunazaliwa na tunakumbukana. Tulikuwa tukitafutana kwa sababu kila mtu alikuwa akimkumbuka mwenzake. Naogopa kwa sababu kwa sasa hivi unikumbuki kabisa. Lakini mshikaji akasema, hizo kumbukumbu hazipo kwenye kichwa changu, hakuna kitu chochote ambacho nakikumbuka. Bidada alijisikia vibaya. Alichokifanya ikabidi amuoneshe mshikaji ushahidi. Uwe ni ushahidi. Mshikaji kuangalia, anaiona picha ya zamani kweli. Hiyo picha ni mwaka 1910. Tuliitunza kwenye library kwa sababu tulikuwa tukiamini kwamba huenda kuna kipindi tunaweza tukazaliwa alafu tusikumbukane, ila yoyote ambaye atakumbuka basi ataifuata hiyo picha kwa sababu ya kuweza kumsaidia mwenzake kuweza kukumbuka. Tafadhali inabidi uiangalie kwa makini, kwani mimi nawe tushai kuonana wala tushai kupiga picha kwa pamoja, lakini hiyo picha tulipiga pamoja mimi na wewe mwaka 1910. Mshikaji akiangalia hivi haelewi, lakini mimi sikumbuki kitu, hakuna kitu ambacho nakikumbuka hapo. Ndo hivyo bana. Mshikaji moja haikai, mbili haikai, hakuna kitu ambacho kinakuja kichwani kwake, hakumbuki chochote. Bidadali ni jambo ambalo lilikuwa likimhuzunisha vibaya mno, na mshikaji muda si mrefu anaenda kumchumbia bidada ambaye anakwenda kwa jina la Saraya, bidada kutoka kwenye ufalme wa jirani. Na baada ya siku 3 kuweza kupita, huwezi kuamini kwamba bidada Saraya akatimba na anapiga mastepu vibaya mno, lakini bidada alikuwa ikimuuma mchumba wake, mpenzi wake, mahabuba anaenda kuoa jamani. Alafu bidada ni anayakata mauno vibaya mno. Usijui dansa yake Zuchu huyu au usijui dansa yake nani, hao ndo Njonyego wa Nigeria. Basi huwezi kuamini kwamba bidada akawa anatoa heshima mbele ya prinsi na mshikaji akawa anamkumbatia. Bidada ilimuma vibaya mno, alishindwa kuvumilia, alijikuta ametoka na alikuwa akilia, mapigo ya moyo yanaenda kasi. Hata siku moja mwanaume wake hajawahi kubebwaga na mwanamke yoyote, hata yeye pia hajawahi kumpa kitumbua mwanaume yoyote zaidi ya mshikaji. Amekuwa akimsubiri tangu akiwa mtoto mdogo. Bidada alikuwa akilia, inauma, ni huzuni. Na baada ya masaa 24 mshikaji alimuita mtoto wa kike waweze kubonga, na Mumba alikuwa akimwambia kwamba kiukweli mimi sikumbuki chochote, ningependa tu kusema samahani kwa sababu kwenye hiyo historia yako nitabaki tu kama muota ndoto. Bidada huwezi kuamini kwamba alichokifanya
akaweka kapu pale na akamwambia, kiukweli unakosea hiki kitu ambacho unakifanya, jilazimisha hata kama unikumbuki kuwa na mimi hivyo hivyo. Lakini mshikaji akamwambia ni ngumu, mimi naenda kuoa sasa hivi. Bidada akamwambia haiwezekani, utakiwa kufanya hivyo, ukifanya hivyo utakuwa umefanya makosa makubwa. Mshikaji akamwambia kwa nini? Makosa gani? Yani kivipi? Kwa nini nisifanye hivyo? Bidada akamwambia ukifanya hivyo mimi na wewe hatuji kuzaliwa tena. Yani ukioa mwanamke mwingine tofauti na mimi na wewe hatuji kuzaliwa tena, wala hatuwezi kufa kwa pamoja. Mimi na wewe tumezaliwa kwa pamoja, na ikitokea mmoja amekufa lazima na mwingine afe. Hiyo ndio sheria, kwa sababu mimi na wewe tutazaliwa kwa pamoja na tutakufa kwa pamoja. Lakini ukioa mwanamke mwingine tofauti na mimi, wala ukifanya mapenzi na mwanamke mwingine tofauti na mimi, basi mimi na wewe kila mtu atakufa separate na hatuji kuzaliwa tena forever. Ni sawa tu, yani we kama unaona hivyo ndo sawa, fresh tu, hakuna shida. Tufanye nimepoteza muda kipindi chote ambacho nimekuja kuishi hapa kwa sababu yako wewe. Nimeiacha familia yangu ya kitajiri, mamangu nimemwacha anaendesha kampuni yake peke yake, nimeacha pesa nyumbani kwetu, nimeacha maisha mazuri, nimekuja kuishi kama kijakazi hapa nyumbani kwenu kwa sababu yako wewe. Nimekuja hapa Abuja kwa sababu yako wewe. Lakini kama unataka kila kitu kiishie hapa fresh, ile inabidi ujue kwamba siku ukirudisha kumbukumbu utakuja ujutie kitu ambacho unakifanya. Alafu bidada akawa anajichenga, mshikaji kamzuia pale, wewe wapi ambako unaenda? Kikweli naomba unisamehe, sikumbuki chochote, hakuna kitu chochote ambacho kinakuja kwenye akili yangu, lakini kama vile najikuta ninahisia na wewe. Ni kwamba mshikaji hakuna kitu ambacho anakumbuka, lakini anajikuta kama vile anahisia na mtoto wa kike. Kwa nini imekuwa hivi kwa kipindi hiki? Why? Bidada alikuwa akijiuliza kwa nini. Mshikaji akasema tulia nipate juice ya miwa, na mshikaji akawa anapata juice ya miwa pale, na huwezi kuamini kwamba mshikaji kumbukumbu zote zilirudi, kumbukumbu zote ziliingia kwenye kichwa chake. Mshikaji akashtuka pale, hii inawezekanaje? Bidada kana mwangalia, nimekumbuka kila kitu eti. Bidada kabaki anashangaa, wewe umekumbuka? Yes Naira, nimekukumbuka eti, nimekukumbuka Naira wangu jamani. Mshikaji kamkumbuka Naira wake, huwezi kuamini, mwamba alimkumbuka bidada. Bidada alikuwa happy kinoma noma kwa sababu ni muda mrefu kweli alikuwa akimhitaji mshikaji ambaye anaitwa Nathan, ijapokuwa bidada anamjua kwa jina la Jaden, na alikuwa akijadili nini ambacho waweze kukifanya. Muda si mrefu, huwezi kuamini kwamba na muda si mrefu Malikia katimba hapa kama tena ubinti mpumbavu. Mshikaji akasema hapana, hakuna mtu ambaye anamgusa ubinti, na yoyote ambaye akimgusa hata unywele tu na kufa naye, namuua, namkili. Alafu mshikaji alichokifanya akamchukua binti akawa anajichenga, yeyote ambaye akimgusa ubinti mwamba kaidi kwamba anamkili bana. Na uwezi kuamini kwamba bidada alienda kuvaa nguo nzuri, sio kama kijakazi tena, na walikuja ili eneo uwaga wanakuja miaka yote, yani kipindi chote ambacho wakifa wakizaliwa ni lazima waje hapa. Kiukweli hii inanikumbusha mbali kweli na kuonea wivu kwa sababu wewe umekuwa ukinikumbuka kwa muda mrefu, lakini mimi nimechelewa kukukumbuka. Ila ningependa kusema asante sana kwa sababu umepambania hili. Mshikaji alikuwa akimshukuru bidada kwa sababu amepambania wao kurudi tena kwenye mapenzi yao. Yeye amepambania kuweza kuhakikisha kwamba mshikaji anaweza kukumbuka kila kitu na mapenzi yao yakaendelea kama kawaida. Basi bana, huwezi kuamini kwamba kila kitu kilikuja kuwa sawia dhidi ya wapenzi hao wawili, kati ya mshikaji ambaye anaitwa Prince Nathan pamoja na bidada ambaye anakwenda kwa jina la Naira. Kwa sasa hivi maisha safi kwa sababu mwamba kamkumbuka mwanamke ambaye anampenda na bidada kampata mwanaume ambaye anampenda. Na muda si mrefu kuna bidada akatimba hapa, na alikuwa akiwaangalia kwa jicho baya, jicho kali, jicho la kinyang'au, na anaonekana ni kijakazi kwenye jumba la kifalme, lakini alikuwa akiwaangalia kwa jicho la na ng'ata. Bwana, ndo mwisho wa picha yetu, lakini hii picha ina matarajio ya kuwa na mwendelezo, lakini mwendelezo wa hii picha itatoka baada ya miaka 100, yani namaanisha mwaka 2125. So make sure kwamba unasubiri mwaka 100 na 2025 ndo pata tu hii picha itaweza kutoka. Na mimi ni Genius sauti ya na ng'ata, Genius sauti ya Simba.